Wengi huniona nikiwa mtulivu, lakini nyuma ya utulivu huo kuna vita nyingi ambazo nimeamua kutopigana. Ukweli ndio huu, ukiamua kupigana na nguruwe matopeni, jiandae kuchafuka. Hebu nikupe kisa kimoja cha kihistoria juu ya anguko la rais wa kwanza na pekee wa Marekani. Mwaka 1972, Richard Nixon alikuwa rais wa Marekani na mwanasiasa mwenye nguvu isiyo na kifani. Alikuwa ameshinda vita baridi kwa kufungua uhusiano na China na alitarajiwa kushinda uchaguzi wa urais kwa kishindo. Alikuwa juu ya ulimwengu, fumambe wa siasa, msafi, mwenye heshima na mamlaka. Lakini Nixon hakuamini juu ya uadilifu na busara. Aliamua kupeleleza wapinzani wake. Kwa siri akaweka vifaa vya kurekodi sauti, akajenga mitandao ya siri ya kufuatilia kila anayempinga. Kile kilichoanza kama mchezo wa siasa kikawa vita vya uchafu. Katika kampeni ya uchaguzi wa 1972, wafuasi wa Nixon walivamia ofisi za chama cha upinzani Democratic National Committee katika jengo la Watergate. Nia ilikuwa kuiba siri na kufanya vitendo vya kijasusi vya kisiasa. Uvamizi huu haukufaulu. Walinzi wa usiku waliwagundua wavunjaji hawa na kuwakamata. Katika mahojiano waligundua mawasiliano ya moja kwa moja na wafanyakazi wa ikulu. Nixon alitumia kila njia kuficha ukweli na kuwadanganya Wamarekani. Kadiri Nixon alivyopigana kuzuia uchunguzi, ndivyo waandishi wa habari na wanaharakati walivyopata platform kubwa ya kufichua uchafu huo. Mwaka 1974, Richard Nixon alikabiliwa na hatari ya kuondolewa madarakani kwa aibu, impeachment. Badala yake alilazimika kujiuzulu urais kwa aibu, akiwa rais wa kwanza na wa pekee katika historia ya Marekani kujiuzulu. Alipoteza urithi wake wote wa kisiasa, mafanikio yake yote yakazikwa chini ya Watergate scandal. Hata leo, miaka mingi baadaye, Watergate scandal bado inatumika kama mfano mkuu wa matumizi mabaya ya madaraka na upotevu wa heshima. Jina la Nixon linabaki kuwa alama ya si uaminifu, si utawala, si usafi. Jiunge na Z-Pulse kutengeneza na kushiriki polls, link in bio. Z-Pulse, kila poll inaeleza hadithi yako.